Leo tarehe 27 Mei 2025 kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ukumbi wa Situation, kamati ya ulinzi wa wanawake na watoto ngazi ya mkoa imekutana kujadili na kutathmini hatua zilizopigwa katika utekelezaji wa maazimio ya kikao chake cha awali kilichofanyika tarehe 7 Februari 2025. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kikao hicho kilichojadili masuala ya ulinzi wa wanawake na watoto na kubaini changamoto mbalimbali katika baadhi ya halmashauri zilizoonekana zinachangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la shughuli za ukatili wa kijinsia katika mkoa wa Dar es Salaam. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Akizungumza mwenyekiti wa kikao hicho Engineer Amani Mafuru, ambaye ni kaimu katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam upande wa miundombinu, na aliyemwakilisha Dr. Toba Nguvila, katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam, ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati hii ya ulinzi wa wanawake na watoto ngazi ya mkoa, alikuwa na haya ya kusema. Ndugu wajumbe, niendelee tu kuwataka kwamba kuja na taarifa ni jambo moja, tunaziwasilisha na tunazijadili, lakini tuhakikishe kwamba kwa wale ambao watawasilisha na watakaokuwa wakiwasilisha katika vikao vingine, hebu tuhakikishe kwamba tunakuja na taarifa ambayo itakuwa ina reflect kile kitu ambacho kinatokea, lakini na mikakati ambayo tunakuwa tumeweka sisi katika kupambana na ukatili dhidi ya mwanamke na mtoto. Kwa hiyo take yangu hapa ni kwamba taarifa ni jambo moja, lakini nini mikakati inayofuata au mpango mkakati wa kuendelea kuhakikisha kwamba tunatokomeza ukatili dhidi ya akina mama na watoto, ili iwe jambo la msingi sana. Na mikakati hii inatokana na uzoefu wetu katika mazingira tunayotoka. Ushirikiano gani tunaopata katika ngazi za serikali ya mtaa, ushirikiano gani tunaopata katika ngazi ya kata, ushirikiano gani tunaopata katika vyama na vikundi vingine ambavyo tunaishi nao, lakini na vyombo vyetu vya serikali kama ambavyo hapa mnaona tunaheshimiwa mahakimu wanaoshughulika specifically kwa kutambua swala hili. Serikali imeweka mahakimu ambao wanashughulika na masuala ya mahakama za watoto. Kwa hiyo napenda tu nichukue nafasi hii katika kuhakikisha kwamba tunapotoka na mikakati hii iwe ni mikakati ambayo inatekelezeka na uzoefu ambao tunakutana nao utakuwa unaweza kuwasaidia wenzetu kutoka katika halmashauri zingine. Aidha, changamoto hizo ziliwekewa maazimio na kuamliwa na kamati kuwa kila halmashauri itekeleze maazimio hayo na kuleta taarifa sahihi na kamilifu katika kikao cha robo inayofuata ili kujadili kwa pamoja mikakati ya maazimio hayo yaliyowekwa na halmashauri na ili kukabiliana na changamoto za ukatili wa kijinsia katika mkoa. Sasa ikiwezekana, mimi nadhani kama kwa kupitia ofisi ya mkoa na wadau waliopo zikuunganisha nguvu, tunaposema sasa watoto ombaomba na watu wazima ombaomba tushirikie, basi kama ni operation hiyo ya mkoa mzima, na kwa maana kwamba wakati huo au siku hiyo au kwa kipindi hicho itafanyika Ubungo, Kinondoni mpaka kwa maana ya sio ustawi wa jamii, kwa maana ya ustawi hisi na kamati wote ambao pamoja na sisi kikosi kazi tunaweza kwa namna moja nyingine tukashiriki kwa namna moja nyingine. Sehemu ustawi wa jamii kwa kushirikiana na idara ya elimu sekondari msingi, dawati la jinsia na watoto polisi, pamoja na watoa huduma ngazi ya jamii waliweza kutoa elimu ya kupinga vitendo vya ukatili katika shule za msingi 13 na sekondari za serikali na 22 binafsi. Pia timu hii ilifika shule za sekondari binafsi 9 na serikali 15. Pia timu hii iliweza kutembelea makao ya watoto 7 kwa ajili ya kutoa elimu kwa watoto kujikinga na vitendo vya ukatili, ila pia walezi pamoja na wamiliki wa makao kuimarisha ulinzi na usalama kwa watoto ili kuwaepusha na vitendo vya ukatili. Tuna makao 10 lakini tuliweza kufikia kwa robo hii makao 7. Ni pia kufanya zoezi la kuondoa watoto waishio na kufanya kazi mtaani, kwa zoezi endelevu kila wiki ili kupunguza tatizo hili na kuhakikisha watoto hawaishi tena mtaani, na wazazi, walezi na jamii nachukua jukumu la malezi ya watoto wao. Tunajua tunapofanya harassment kwa wale watoto, hata kama mzazi yupo Dar es Salaam, mtoto wake kirudi mara kwa mara anajua kwamba mtoto hayuko salama kule alipo. Lakini pia kuendelea kufuatilia sheria ndogo ndogo zilizotengenezwa kupitia ofisi ya idara ya sheria ili kudhibiti ongezeko la ombaomba na watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani.
tayari mchakato umeshaanza, lakini pia kuendelea kutoa elimu ya malezi kwa jamii kwa njia mbalimbali. Sisi hatua tunazochukua, huwezi kuwa na changamoto tu hapo usitafute namna ya kuzitatua baadaye ukajisikia umeona changamoto. Tunaanza kwa halmashauri ya Kinondoni ambayo tumekuwa tukifanya nayo kazi. Tunafanya kitu kinaitwa resource mapping, ili iweze wengine wanasema community mapping, lakini kuangalia kutambua watoa huduma walioko kwenye eneo hilo na watu wengine wote ambao wanaweza kufaa kuwezesha shughuli ziweze kwenda, na hatimaye tuweze kuwa engage ili waweze kusapoti hiyo michakato ambayo imekuwa ikifanya. Tuna mpango sasa kwenye kota hii inayofuata sasa, inayoanza sasa hadi mwezi wa 7, tufundishe kamati zote za mtakuwa za Majohe na Zingiziwa. Tulishafanya assessment kwenye kota hii ambayo inaisha sasa hivi, na tumeshajua ile need ya training kwenye maeneo hayo yote, na tutafanya kazi sana na hizo kamati. Kwa hiyo kama kuna mdau mwingine ambaye alikuwa anataka kwenda Majohe na Zingiziwa kwa ajili ya shughuli hiyo, sana anaweza akachagua tu hata nyingine, maana tutakuwa tunafanya double effort kwenye single need. Alafu pia kuna shule 10 ambazo tumezifanyia pia risk assessment, kutambua watoto wanaishi katika hali gani kwenye shule hizo, na kwenye kata hizi za Majohe na Zingiziwa. Kwa hiyo pia tunaenda kushirikiana na hizo shule na hasa wazazi wa wanafunzi wanaosoma kwenye hizo shule kwa ajili ya kushughulikia matatizo ambayo wame-identify. Baadhi ya matatizo ambayo ni makubwa sana ni kutokuwepo kwa fence kwenye shule nyingi kwenye maeneo yale. Na sasa sisi kama SOS, kwa sababu tunaelekea kwenye jamii, tunatumia modo ya asset based community development, ambapo hatufanyi 100%. Community na yenyewe nayo itakuja na yenyewe nayo iweke resources zake mezani ili tufanye kwa pamoja. Kwa hiyo kuna shule ambazo tutaanza nazo sasa hivi, shule 4 kwa ajili ya kuzijengea zile ramp kwa ajili ya watoto wenye ulemavu waweze kupita. Na baada ya kuweza kujitambua, wale vijana wanapelekwa kwenye ufundi. Yule anayechagua ufundi anapelekwa ufundi na kuweza kusomeshwa kwa muda ambao kozi yake itaruhusu, lakini pia baada ya hapo anawezeshwa kwa ajili ya yeye kuanza kujitegemea. Lakini kuna wale ambao wanachagua biashara, nao pia wanawezeshwa kwa ajili ya kufanya biashara ndogo ndogo, lakini wakati huo pia wanapatiwa makazi ambayo wao wataendelea kujihudumia kwa baadaye, ikiwemo kupangiwa nyumba. Lakini tumeenda mbali, tumeendelea kufanya kazi na watu wa huduma, tukiongelea wale legal aid ambao tumefanya mafunzo mwezi wa 2 na kikao kazi ambacho kililenga kwa ajili ya kuweza kusaidia kuharakisha yale mashauri ya watoto ambao hasa wale wanaoishi kufanya kazi mtaani ambao wanakutana na kinzana na sheria au kwa namna moja au nyingine wamefanywa ukatili, ili kuweza kusaidia wao kupata haki yao ya msingi, lakini pia kuendelea kuona kama ni watu ambao wanathaminiwa ndani ya jamii. Lakini pia tumeendelea kutoa elimu kwa jamii ambayo tumegundua kwamba kuna uwepo wa watoto wengi wanaotoka na kuingia mtaani, ambao tumeanzisha vikundi vya malezi mbadala ambavyo wanapewa elimu ya malezi, na lakini pia wanaendelea kuwa wao ni mabalozi kwenye ile jamii yao, ambao kikundi cha kwanza kilifanyika na Nasifu na kimeweza kufanikiwa kumaliza mafunzo yake wiki iliyopita, na sasa tumeanzisha kikundi kingine Temeke ambacho nacho kimeanza, kipo kwenye session ya 2 sasa, na tunategemea pia kuwa na kikundi kingine ambacho ni cha wazazi na walezi kwa upande wa Ilala pamoja na Ubungo, ambao jitihada zinaendelea kufanyika kwa kushirikiana na maafisa maendeleo pamoja na maafisa ustawi kuona ni maeneo gani ambayo wao wanaona hiyo elimu inatakiwa iwafikie. Lakini sambamba na hilo, tumeendelea kutoa huduma mbadala kwa wale ambao kwa wale ambao ni watoto au vijana ambao wanakuwa na matatizo ya kiafya wakati wanapokuwa kwenye mazingira yale hatarishi. Tunafanyaje huduma hizi? Mara nyingi tunashirikiana na ofisi za ustawi wa jamii kwa ajili ya kuweza pia kuwatambua wale watoto na kuwaelekeza kwao na kuwapatia zile huduma ambazo ni stahiki. Wakati huo tukishawapata vile pia wanapelekwa kwenye zile nyumba za watoto pamoja na watu wa kuaminika. Kwa hiyo inakuwa ni rescue ya moja kwa moja kuondoa maeneo yale ambao wanaishi na kufanya kazi mtaani. Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo kwa sasa ni namna ambavyo watoto wenyewe wana behave. Watoto hawa naweza ngasema ni watu ambao wanafikiria mbali kuliko tunavyofikiria.
Kwa leo unaweza kukutana naye leo ana jina hili kwetu, kesho kutwa ana jina lingine kwa mradi wa SOS ama ana jina lingine Global. Kwa imekuwa ni changamoto kubwa, wakati mwingine unajikuta kwamba mtoto huyu amehudumiwa mara kadhaa na anaporudi pia tunashindwa kujua tunaendelea kumsaidia kwa namna gani. Kwa ni changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo, lakini kwa wale vijana ambao wanakuwa ndani ya vikundi, changamoto tunakutana nayo pia kubwa ni vijana wengi unakuta wanakamatwa na polisi wakati ambao wameshafika labda kwenye mafunzo ngazi ya pili au ya tatu, ambao akirudi wenzake tayari wameshaenda. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo kuanza kumrudisha mtu mmoja kwenye hatua ambazo zimeenda kwenye mafunzo ya wiki 2 au 3 mfululizo. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Naye afisa biashara mkoa wa Dar es Salaam Bwana Mohamed Tajir alikuwa na haya ya kusema kuhusiana na utoaji wa leseni katika shughuli mbalimbali za biashara. Ukiangalia mfumo mzima wa utoaji wa leseni katika kundi B, hakuna sheria inayoruhusu utoaji wa leseni katika mabanda ya kuonyesha hizi sinema ama sehemu za kuonyesha mipira. Ni wiwe kusema kwamba nyinyi wadau kama mmezikuta, basi mtusaidie kufanya kazi kwa karibu. Ofisi ya mkoa iko tayari, nadhani pia kuna maafisa hapo chini katika level ya wilaya pia kwa uthibitisho. Lakini ukimwona mtu namna labda ana leseni, inawezekana ana leseni ambayo ina maudhui mengine, alipewa kwa maudhui mengine anataka kutumia. Sababu hii leseni itoke lazima kuwe na address maalum. Kama kikao tuweke maazimio kumuomba mkuu wa mkoa na katibu tawala watusaidie kwenye vikao vyao vya ulinzi na usalama, liwe ni ajenda endelevu na wao pia katika kuwalinda watoto, lakini pia kina mama na wengine wote, kwa sababu kinachotokea matokeo ni mabaya. Sasa hivi Mtanzania sasa hivi amekuwa kufanya kazi hataki. Yeye anategemea kucheza kwa bahati ya mke. Sasa hatujui kama faida wao wanatuletea pesa, lakini mwisho wa siku hizi fedha wanazichange, wanazipeleka nje, zinaondoka nje. Naye afisa ustawi wa jamii mkoa wa Dar es Salaam Bwana Nyamara Elisha, ambaye ndiye katibu wa kamati hii ya ulinzi wa wanawake na watoto ngazi ya mkoa, alielezea maazimio ya kikao kijacho kama ifuatavyo. Alamu wa binadamu na ukatili wa watoto tutafanya wasilisho, ofisi ya mashtaka tutafanya wasilisho, mahakama tutafanya wasilisho, uhamiaji tutafanya wasilisho, idara ya elimu tutafanya wasilisho, na ofisi ya uangalizi probation office. Niombe liwe limeeleweka hivyo kwamba kikao kijacho cha robo ya Aprili, Mei na Juni ambacho tutakifanya mwezi wa 7 Mwenyezi Mungu akitujalia, basi tutahitaji taarifa kutoka katika hizo ofisi tulizozitaja. Na kwa upande wake katibu tawala msaidizi ufuatiliaji na ukaguzi MMI Bwana Salon Nyika amehitimisha kikao hiki kwa kuwapongeza na kuwashukuru wajumbe wote walioshiriki kikao hiki muhimu. Kwanza kwa kupokea kwa kupitia muhtasari wa kikao kilichopita tukajadili yatokanayo, lakini tumepokea taarifa za wenzetu wa Kigamboni na Ubungo, halmashauri mbili ambazo zilialikwa, ambazo zimetoa taarifa ya utekelezaji wa mpango wa ulinzi kwa mtoto na wanawake. Taarifa zile zimeonyesha jinsi wanavyotekeleza kazi zao, wameonyesha changamoto walizonazo. Changamoto kubwa iliyoonekana ni kuhusu bajeti, lakini na vitendea kazi kwa ujumla, pamoja na ufinyu wa ofisi na mambo mengine, lakini kazi wanayofanya inaonekana. Lakini tumepokea taarifa toka kwa wadau wetu, mmeonyesha kazi nzuri ambayo mnafanya, tunawapongeza sana. Kwa nafasi yangu nayapokea yote ambayo yametolewa, ambayo yanatakiwa yatekelezwe na ofisi ya mkuu wa mkoa, na tutayafanyia kazi kabisa, tutayafanyia kazi na milango iko wazi. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kikao hiki muhimu kilichowaleta pamoja viongozi wa serikali, taasisi za serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na wadau mbalimbali wa maendeleo, baadhi yao walikuwa na haya ya kusema. Kama chama cha maktaba za video Tanzania
Tumetumia njia mbalimbali katika usimamizi wetu wa maktaba za video katika kuhakikisha wadau wetu wanafuata kanuni na taratibu zilizowekwa na mamlaka husika, ili wanapokuwa wanapata pesa kupitia kazi zao za sanaa kibiashara, pia tuhakikishe jamii inayotuzunguka inakuwa katika mikono salama. Sisi kama chama mara kadhaa tumekuwa tukiomba ridhaa kwenye ofisi za mkoa kwenda kutekeleza majukumu yetu mitaani, na kwa kweli changamoto ni kubwa sana. Jamii ili ibaki salama, tunahitaji sote kwa pamoja kushirikiana ili kuweza kuikomboa jamii ambayo iko huko mtaani, kwa sababu mtaani kuna changamoto nyingi sana zinawakuta watoto, lakini pia na wanamama kwa ujumla. Hivyo sisi kama Chama cha Maktaba za Video Tanzania tuna njia mbalimbali na mikakati mbalimbali katika kuhakikisha tunaendelea kuwafuatilia na kuwapa miongozo na elimu hao wadau wetu wa maktaba za video, michezo ya kuchezesha na PlayStation games bila kuchoka, mpaka tuhakikishe hii changamoto inaisha katika halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam. Kazi yetu kubwa kama wadau wa watoto na wadau wa maendeleo kwa ujumla ni kuhakikisha kwamba hawa watoto tunawapatia mazingira ambayo salama. Watoto wa mtaani kuishi katika mazingira salama, kuishi katika familia, kuwa na mfumo wa familia, tukiamini kwamba familia ni sehemu salama ya wao kustawi na kukua kufikia malengo yao. Kwa hivyo kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kila mtoto ambaye yuko kwenye mazingira ambayo sio salama, yuko mtaani, anakuwa kwenye sehemu salama, ambapo tukishirikiana na wadau wengine, tukishirikiana pia kwa karibu sana na serikali kwa mipango ambayo imeweka kwa ajili ya kutokomeza au kuondoa kabisa hili tatizo la watoto wanaofanya kazi na kuishi mtaani. Nasi wadau tunaingia hapo katikati, tunashirikiana na serikali kuhakikisha tunawapatia watoto sehemu salama, kukua salama na kuishi salama. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.